Mdogo wako yupo kwenye chumba cha dada yako. Nahitaji upendo wako sana kwenye maisha yangu. Kutembea na mtu muathirika haimaanishi na wewe utakuwa muathirika. Karunde, nalinda brandi yangu. Namba 23, namba chafu. Siendeshwi na hisia. Unafanya mazoezi. Je, mbona leo kuanzia asubuhi na kuona kama upo sawa? Alafu pia hapa kwenye kula unakula kama vile hautaki. Hivi unalizika na maisha tunaoishi? Kiukweli mimi nipo sawa. Kikubwa tu ni kwamba nipo na wewe. Sina shaka kabisa. Kama kwako sawa, ni kwa upande wako. Ila mimi naona kabisa sio sahihi. Ni kweli nimeamua kuwa na wewe. Na ni kwa sababu tu umeonyesha hisia za upendo kwangu. Lakini mimi maisha ambayo napitia kwa sasa hivi ni magumu sana. Sina kazi. Na tayari nipo na wewe hapa ndani. Lakini bado pia mahusiano yangu mimi na wewe, hata dada hajalizika na hili jambo. Na force tu. Na force kwa sababu unanipenda. Je, uko tayari kwa mapambano? Ni ngumu sana, najua tunapitia maisha magumu. Lakini mimi nimekupenda hivyo hivyo na nitakula chochote kitakachopatikana, hata ugali na chumvi, sambusa na maji. Mimi nimekupenda wewe kama wewe je. Naamini siku moja maisha yetu yatabadilika. Sawa, mimi nilikuwa na wazo. Na ile wazo ni kwa faida yetu mimi na wewe. Kuna kiasi cha pesa ambacho mimi ninacho. Nimekihifadhi kwa muda mrefu sana kipindi nafanya kazi. Kwa wazo langu hii pesa nataka nikupe ufungue biashara mboga mboga. Hiyo pesa ambayo itakapatikana kupitia hiyo biashara tuweze kupata chochote kitu hapa ndani, ili maisha yasiweze kuwa magumu zaidi hapa ndani. Kwa hilo je, limenifurahisha sana. Wewe ni mwanaume mwenye akili sana. Nafurahi kusikia hivyo. Alafu pia mimi nipo tayari kufanya kazi yoyote ile ambayo nitaiona mbele yangu. Kikubwa tu mkono uende kinywani. Basi jiandae kwa hilo. Kesho asubuhi Mungu akipenda, uende sokoni kwa ajili ya kufuatilia hizo mboga mboga. Ila tu kitu kimoja. Unapoingia mitaani kufanya hiyo biashara, kuwa makini sana. Ondoa shaka katika hilo. Nitakuwa makini sana. Usijali. Basi tuendelee kula. Karibu.
Vipi dada yangu, mbona uko hai? Alafu nakupigia simu au pokei message ujibu tangu ulivyonipa namba yako mpaka leo kimya. Kakaangu, nina matatizo chungu nzima na nimekuja kundua aliyehusika na kifo cha ndugu yangu ni dada yangu. Na si hivyo tu, hadi mwanangu amemfanya kuwa chizi. Hapa nilipo mguu naenda kwa mganga. Je, hichi ninachokiona ni macho yangu ama naota? Naongea na wewe. Kwa hiyo ina maana umenikimbia kule, umenitoroka kule ili uje kuanzisha mahusiano mapya. Si ndio? Huna majibu. Je, nimetoroka usiku kwetu mimi kwa sababu yako? Na naondoka hapa nakwambia nina ujauzito wako. Je, huyu mtoto mimi nitamlea na nani? Nimebeba dhambi. Nimeuza utu wangu kwa ajili yako. Kijana wa watu hana uwezo kunijia mimi ujauzito. Nimemsakizia hii mimba. Je, amelea hii mimba mpaka imefika hapa. Uje kutia hata nia yako. Wewe mwanaume wa aina gani? Je, kiukweli nimeshakutoa kabisa kwenye moyo wangu kwa sasa. Nimefungua ukurasa mpya. Siwezi kuwa na mapenzi ambayo yanapitia misukosuko na maumivu kila wakati. Na bado pia nahatarisha maisha yangu kwa sababu yako. Mapenzi gani? Je, nilikuwa sitaki kuolewa kwa ajili yako. Je, umesahau ahadi zetu? Kwa hiyo unataka kuniambia ni dada yako kabisa ambaye anahusika na hivyo vitu? Sasa amewezaje kufanya hivyo? Haya matatizo yote siwezi tu kukaa hivi. Natakuwa niende kwa mganga nikajue suluhisho ya yote yanayotokea. Na hiyo kwa mganga ni wapi? Kakaangu, hapa nilipo nimeshaelekezwa kwa wewe mganga na anafanya tu vizuri. Kwa hiyo naomba niende, tutawasiliana siku nyingine. Lakini ngoja. Hivi unaamini sana masuala ya uganga wewe? Aswa, naomba tutawasiliana siku nyingine kakaangu. Basi sawa dadangu. Sawa, hamna shida. Naumia sana ndani ya moyo wangu. Wewe mdada, usiokuwa na huruma wala aibu na kutembea na waume za watu. Ishia hapo hapo. Wewe ulivyomwacha je, ulikuwa na maana gani? Ulitaka ateseke mpaka mwisho, si ndio? Dada yangu, tafadhali. Hunijui, sikujui. Mimi ni mpenzi wangu. Dada, nimekubali kuolewa kwa sababu ya mama yangu kauli zake. Leo hii nikukuta hapo na mpenzi wangu ndani. Just imagine ningekuwa ni mimi nakufanyia hivyo. Ungejisikiaje ndani ya moyo wako? Umelizika na haya yote, si ndio? Naongea umekaa kimya. Una maana gani? Karibu sana dada. Karibu. Asante mganga. Niambie. Mganga, nimekuja kwa mara nyingine. Kuna matatizo yametokea. Mwanangu amekuwa chizi. Sijui nini kimetokea. Mzizi wa fitna katika familia yako. Dada yako ndiye anayesababisha mzizi wa fitna. Tangu hapo awali nilishakwambia. Tambua, dada yako ndiyo chanzo cha matatizo yote katika familia yako. Sasa unataka tumfanye nini kwa dada yako?
Mganga, kwa hapa alipofikia, nataka tumwangamize kabisa. Haijalishi ni dada yangu au ni ndugu yangu au tumetokea wapi. Maana maji yameshafika shingoni. Sawa, kuna shida. Mwanangu nitamlea. Nitajifungua salama Mungu akinijalia. Mwanangu ataenda shule. Lakini ishi na kauli moja kichwani mwako. Mwanangu hatakuwa hana baba katika maisha yake. Maua. Hivi ni masikio yangu yanasikia ama huyu Maua alidiriki kuondoka akakuacha, leo hii unamlilia unamuitaita? Hivi je, una nini lakini? Isitoshe ananitukana mbele yako na umekaa kimya. Naomba tusiongelee mambo kwa sasa hivi. Huo wakati wake. Yaani sihitaji kabisa tulizungumzie hilo swala. Naomba tuongelee mambo mengine. Tumwangamize dada yako. Sasa nasikia mwanangu. Mimi nakwambia mizigo imeniishia, nasubiri mizigo alitulie niende Morogoro. Anaelewa? Afu mwanangu nishakwambia sana mwanangu, mizigo yako ndio kutoka Morogoro ile fake mwanangu. Chukua vitu kutoka Iringa mwanangu kule ndani maduma. Ila sikia, hatabadilisha tuchukue Itaoni kule Arusha. Arusha tena mwanangu kwa wauni kule ndo wanachakachua kabisa mwanangu. Wanachakachua wapi kule ndo nasikia kule vitu fresh kule. Oh, kitu kinatoka Iringa ndani kule mwanangu, mzigo safi original. Mambo tena ya town wao. Asia. Wewe bana, unafuata nini hapa? Profesa, naomba unisamehe. Jua limekuwa kali sana. Hivi nimekuwa mtu wa jua langu mvua yangu kwa sababu ya upendo. Acha inyeshe tuone panapovuja. Ila kuachana na Jay ni ngumu. Hili jua la utosi linaunguza hadi kwenye ngozi. Sasa kuanzia muda huu unatakiwa kwenda kuvitafuta vitu kadhaa. Kabla mwezi haujawa mpevu, hivyo vitu vinahitajika viwe vimefika hapa kizimbani. Cha kwanza kabisa, nahitaji nguo ya ndani ya dada yako. Cha pili, nahitaji kuku mweupe awe amefika hapa. Kabla mwezi haujawa mpevu, hivyo vitu viwe vimefika hapa. Maana mwezi ukishakuwa mpevu, sidhani kama hiyo shughuli itawezekana sasa. Umenielewa? Unaweza kwenda. Mwacha profesa.
Naomba unisamehe, ni shetani tu alinipitia babangu. Afu isitoshe mimi nakupenda. Mimi naaso kwa ajili yako. Napambana kwa ajili yako. Yaani tu from nowhere tu unaenda kunichiti na mshamba tu yule. Sijaenda South kwa ajili yako. Mimi nahangaika hapa. Mimi nauza kete, nauza bangi kwa ajili yako. Alafu tena kunisalita, alafu nakuja the professor nisamee. Mimi nikusamee. Naelewa hilo. Please nakuomba. Toka. Nikusamee. Rudi hapo. Tulia mwanangu. Sasa mwanangu unafanya nini afu yule mwanamke afu mtoto wa kiume mwanangu? Hakuna cha mwanamke. Anahitaji makuzi kama hayo. Kaza mwisho unamuumiza wewe na kwa kesi hapa maskani tunakuja kubebwa sisi mwanangu. Afu mshamba wewe. Tulia mwanangu. Tulia mwanangu. Msikutane na wewe. Kuda dadeki. Hapo mambo mwanangu hayo mambo anafanya wanawake. Vipi shogangu? Safi shogangu, nimefurahi kweli kukuona. Maana ni muda kweli. Imekuaje Maua? Wewe acha tu ndugu yangu. Unaweza kusiniliolewa bwana. Uliolewa? Kwani ukupata nafasi ya kwenda kusoma? Wewe acha tu ndugu yangu. Ndugu yangu Maua, nilikuwa nakutegemea. Wewe acha tu. Nimeachika lakini ndo wenyewe ilikuwa na changamoto kweli yani. Nikipata muda, takaa chini tuongee vizuri. Ila tutaongea vizuri. Namba yangu si unayo? Hata hivyo namba yako nilipoteza. Unakumbuka toka miaka hiyo shuleni kabisa. Sawa, haina shida. Nipe namba zako. Niandike. Stasia, rafiki yangu lakini umenenepa. Mwili wenyewe wa makando kando tu ndugu yangu. Mwana msalimege mama huko unapoenda. Usijali, nitakuja tuwasiliana, nitakuja tuongee vizuri. Bye. Haya. Mbona gari sana? Gari sana? Ni bei nzuri, yani hizi hapa hivi ni fresh kabisa, zimetoka sasa hivi kuchukua. Haya basi inatosha, niwekee 5. 5? Karibu mdogo wangu. Karibu sana. Kama mtu vile. Najua kila kitu. Najua kuanzia A mpaka Z. Yote ambayo uliyasababisha kwenye familia yetu. Najua. Yamekuwa hayo? Ubaya wangu nini uliouona? Dada mbaya wewe. Umevaa ngozi ya kondoo, kumbe ndani chui, tena mkali mwenye makucha na nimeshajua makucha yako. Sikiliza mdogo wangu. Maneno ya kuambiwa sio mazuri. Sipendi kunidanganyia ubaya mimi. Sipendi, unasikia? Dada,
naomba usinipandishe sauti yako. Kwa sasa hivi hata sikuogopi. Sikuogopi kwa lolote wala chochote. Na hadi nishaanza kudharau. Hivi upoje dada yangu? Wewe wakumuua ndugu yangu. Na haukuishia hapo, ukamfanya Diana chizi. Dada yangu mbona 4? Ha, 4? Oh, jamani. Hivi unafikiri mimi nisingejua? Una uhakika nimefanya mie jambo hilo ni mimi? Wewe umeongopewa vya kuongopewa huko. Umekuja hapa ili umtusi dada yako. Dada, nimeambiwa na nimeshuhudia. Sije kichwa hapa. Mpaka nimefika hapa na ushahidi tosha. Na uhakika 100%. Sasa vita ulioanzisha nitaimaliza.